Amjambo tena wandugu, habari na wasalimu nyinyi wote ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninatumaini kama uko salama na mie pia niko salama. Najua wengi wananifahamia kwa majina ni Elisha Songol. Mimi ni mdogo wenu, ni mtoto wenu pia. Nasema tena asante. Lakini kuna kitu kiko sawa kwa upande mmoja wa kanisa. Kanisa inaweza anza vizuri kupitia Roho Mtakatifu. Kanisa inaweza kuwa na utukufu. Kanisa inaweza kuwa mtu ni mgonjwa ni aina gani, lakini anapofika tu ndani ya kanisa na wanamwombea watumishi, na pale mtu anapona. Lakini leo utukufu ya kanisa imepunguka kutokana na watumishi wa Mungu wenye wako kanisani. Kwa nini watumishi utukufu unapunguka? Haiko kupenda fedha, hapana, lakini watu tena mawasiliano wala masikilizano haiko kwa watumishi. Kila mtu amejisikia yeye ameenea vizuri na Mungu, na wakati haujakuwa mzuri na Mungu mpaka kifo, hapana. Upande mwingine unaweza kuwa wakati moja uwe na Mungu mko mzuri, nyingine wakati uwe na Mungu mnakuwa tofauti. Kinamna gani? Upande mmoja unaweza jitenga na dhambi, hata kitu mimi sifanye dhambi juu Mungu wangu nisimkosee. Na upande mwingine unapitiwa wala unakosea pale vile kwanza umefanya umekuwa tofauti, umebishana na Mungu kidogo, wala umekuwa tofauti na Mungu. Kanisa imekuwa utukufu wa kanisa imeisha. Kwa nini? Kupitia watumishi masikilizano haiko ndani yao. Kwa nini masikilizano haiko? Kila mtu amejikuta yeye ndani ya moyo wake yeye ameshaenea vizuri, na wakati hapana. Kwa nini nasema kitu? Iko najikuta kanisani mchungaji hapendi kusikia watumishi wenye wako chini wasimshaurie. Ile kitu cha kwanza. Cha pili, mtumishi mwenyewe mwenyewe chini ya mchungaji akimshauria mtumishi ana kama vile yeye ile huduma yake yeye inamtuma afanye nini? Azidie mchungaji. Hapana, haiko ndo hivyo. Kazi ya Mungu ni kila mtu atie mchango kwa wenzake. Wewe ni support na mimi ni kusupport ili kazi ya Mungu fanye nini? Iendelee. Lakini kazi ya Mungu leo inaharibika kutokana na viongozi, makubaliano wala masikilizano haiko. Ya kwanza, hawapendi kwanza kushauriwa.